Okay, welcome back again. So today tunaendelea na part 4 ya contactor. Hapa tunaangalia part 4 ya mada yetu ya contactor. Na leo tutaenda kuangalia common problem. Hapa leo tunaenda kuangalia matatizo ambayo yanatokea kwenye contactor. Tunasema common problem of contactor. Kwa maana hiyo unapokuwa na contactor lazima ujue matatizo ipi yanaweza katokea kwenye contactor. So contactor yetu inakuwa design hii. Hizi ndio terminal zetu. Tuchukulie mfano wa silipo. Alafu hapa tunatengeneza coil. Hii ndio coil yetu. Hii ni L1, L2, L3. Tuseme hii ni input. Hii inakuwa output. Ambapo ni T1, T2, T3. So hii inaitwa KM. Ambapo hii ni coil. Sasa hii ndio contactor yetu, hii ni A1 na A2. Alafu zinaongezeka zile auxiliary contact, ambapo hapa tuna normal close, normal open, alafu na normal close. Kumi na tatu, 21, 14, 22. Kwa maana hiyo hii ni normal close, hii ni normal open. Sasa matatizo ipi? Tuangalie common problem. Contactor huwa kuna shida. Inaweza ikatokea ukashindwa kuelewa shida ni nini. Ya kwanza tunachoangalia ni coil of contactor kushindwa kufanya kazi, au nasema coil failure. Umeona? Kwa sababu huyu ndo anapelekea operation ya contactor kufanya kazi. Kwa maana hiyo coil failure, tukiangalia coil failure, kwa mfano hii coil yetu ya contactor imeshindwa kufanya kazi. Je, ni vitu gani vinapelekea huyu coil kushindwa kufanya kazi? Ya kwanza, pointi ya kwanza ambayo tunatakiwa uzingatie, hili endapo contactor yako haifungi, imeshindwa kufunga, cha kwanza kuangalia tunasema voltage ya inayohitajika kwenye hii coil. Umeona? Kwa maana hiyo sasa voltage inakuwa below. Kwa maana hiyo voltage ikiwa below inapelekea hii coil kushindwa kufanya kazi, au umefunga umetumia voltage ambayo sio sahihi. Nasema long voltage. Umefunga voltage coil ambayo sio sahihi. Kwa mfano hii coil yetu, kwa mfano ni coil ya 380. Umeona voltage, wewe umefunga 220 voltage. Kwa maana hiyo tunategemea hii contactor haitaweza kufunga. Kwa maana hiyo sasa cha kwanza cha kuzingatia ni voltage. Utapima voltage. Utachukua multimeter, utapima voltage inayofika hapa kwenye hii coil ni ngapi. Kwa maana hiyo either ipo chini, voltage ipo chini kiwango ambacho, kwa mfano tunatumia voltage ya 220 coil yetu. Umeona? Lakini kinachofika hapa kwa mfano 210, maana yake kuna voltage drop. Maana yake hii itapelekea contactor yako kushindwa kufanya kazi. Umeona? Sasa lazima ucheki voltage inayofika hapa ni kiasi gani. Wakati contactor yako umeipa power, lazima upime, uangalie. Chukua multimeter, pima A1 na A2, angalia voltage inayofika hapa, voltage ni kiasi gani. Umeona? Pointi ya pili inayopelekea contactor kushinda kazi ni short circuit. Hivyo basi pointi ya pili ni short circuit. Umeona? Ndani ya coil short circuit. Sasa hii short circuit ndani ya coil inaweza ikatokea ndani ya coil. Umeona? Ndani ya coil. Kwa sababu hii coil ilivyotengenezwa ni copper, ni wire za copper. Sasa ikitokea short circuit inaweza kupelekea hii contactor isiweze kufunga. Sasa cha kuhakikisha, je, hii coil yako ni nzima?
So huwa tunapima either upime resistance ya hii coil, uchukue multimeter upime resistance uangalie, lakini wakati hamna power, au uipe power hii contactor yako direct. Maana unaweza ukachukua ukaangalia kama je, hii hapa ni 220 au ni 380 au ni DC. Utaipa power direct, utafunga live kama ni live na neutral au live na live. Utaangalia je, itafunga. Ikionekana ikishindwa kufunga, kwa maana hiyo hii coil imekufa. Hii ndio njia nyingine. Sababu ya pili ni short circuit ndani. Coil inaweza kafa. Sasa ili udhibitishe, either upime resistance, uangalie ukinzani uliopo, au uchukue power supply kama ni live na neutral uifunge kwenye A1 na A2. Alafu uangalie je contactor itajifunga. Ikishindwa kujifunga, maana yake hii coil imefanyaje? Imekufa. Umeona? La pili inaweza kusababisha hii coil ya contactor kushindwa kufanya kazi ni umri, time. Maana yake contactor hii inapokuwa inafanya kazi, ile coil inachoka. Ikishachoka inapelekea kushindwa kufanya kazi, maana yake imechoka. Umeona? Muda mwingi inafunga na kufungua inachoka. Sasa ikishachoka inapelekea contactor kutoshindwa kufanya kazi. Lakini hii huwa ni machache sana. Either kama ni panakupo na voltage fluctuation. Umeona? Pana voltage fluctuation inapelekea kwamba ile utendaji wa kazi kuwa mdogo. Sasa hii ni pointi ya pili ambayo itapelekea ile coil kuwa failure, kushindwa kufanya kazi. Umeona? Kwa maana hiyo hii ni kitu cha kuzingatia wakati unafanya troubleshooting ya contactor. Lazima uangalie je, ni voltage, ni issue ya voltage. Baada ya kuhakikisha voltage inafika sawa, inafika kwenye coil, lakini contactor haijifungi, coil unaipima voltage inayofika kwenye A1 na A2 ni kiasi gani. Cha pili unapima kama inafika alafu haijifungi, tunasema ni open circuit au short circuit contactor yako. Either upime resistance ya coil au uipe power direct. Umeona? Pointi nyingine ni kuchoka coil yako. Utacheki umri wa contactor ni umri gani, inapelekea hichi kitu. Umeona? Hii ni ya kwanza. Ya pili tukiangalia hapo, tunaangalia ni kuwaka contact. Umeona? Kwa sababu contactor zinakuwa na point hizi hapa. Line 1 panakuwa na point hizi hapa za kuzingatia hizi. Hii inasema main contact. Umeona? Hii main contact ambapo ndio power yetu inaingia kwa mfano. Umeona? Ambapo ndio full current inapita hapa. Sasa hizi point kuna wakati zinakuwa bind. Either hii moja inafunga au mbili zinafunga, moja inabakia open. Au inafunga moja kwa moja, haifungui. Umeona? Au inajikuta wakati ya kufunga, au hii hapa inatoa harufu. Sasa hii inaweza ikapelekea, hii ni tatizo la pila contactor. Tunasema kuwaka kwa point, au tunasema failure of main contact. Failure of main contact. Ikishindwa hii point utahakikisha, kwa sababu hizi hapa kabla hujaipa power, ukipima hapa utapata open circuit continuity. Utapata open circuit kabla ya kuipa power contactor. Ukipima hii point na hii point open circuit, hii na hii open circuit, hii na hii. Ukiipa power A1 na A2 hizi zitajifunga. Ikitokea umeipa power A1 na A2 na power, lakini hizi moja au mbili au tatu zimeshindwa kujifunga, either moja imejifunga, mbili zimejifunga, au moja ndio haijajifunga, lazima uhakikishe ndani utaifungua, utaangalia je hizi terminal ndani kuna shida gani. Either wakati imejifunga kiwango cha rated current ni ndogo. Umeona? Maana hiyo umefunga contactor yenye rated current ndogo. Hiyo nayo ni sababu ya pili inaweza kupelekea contactor kutofanya kazi. Kwa maana hiyo ni sababu nyingine ambayo itapelekea contactor kutofanya kazi vizuri. Kwa sababu contactor ili ifanye kazi tunategemea power
itoke huku kuja huku wakati A1 na A2 ina power. Sasa rated current ya contactor ndio itafanya hizi terminals zifanye kazi bila shida. Lakini endapo rated current ni ndogo, kwa mfano umefunga contactor ya ampere 50 alafu ukafunga kifaa cha ampere 80, hizi zitafeli, zitashindwa kufanya kazi, aidha ziungue, utaona zinatoa harufu. Umeona? Pointi nyingine ni kushikana. Sasa hizi contactor ndio maana kwenye ATS hatupendi kuzitumia sana. Inaweza zikashikana. Umeona? Zikashikana vipi? Ukaipa power ikashikana moja kwa moja. Umeona? A1 na A power ikaendelea kupita, alafu hizi zipo open. Kushikana hapo. Zikifunga zinashikana moja kwa moja, alafu sasa A1 ikikosa power, badala ziachie zinaendelea kufunga. Umeona? Ndio tunaita hiyo point ya kushikana. Kwa maana hizi point hizi main contact zinatakiwa zishikane au zifunge wakati A1 na A2 wakiwa na power, na wafungue wakati A1 na A2 wakiwa hawana power. Lakini endapo zikiendelea kushikana, basi hapo kuna shida. Ndio maana kwenye ATS hatupendelei sana kuitumia, kwa sababu inaweza ikatokea generator linawaka, linaunguruma, alafu hizi hapo bado zimeendelea kushikilia. Tayari kule kwenye output zitaendelea kutoka power output. Ndio maana hizi kwenye ATS hatupendelei sana, kwa sababu inaweza katokea emergency zikashikilia. Umeona? Ndio tatizo lingine hilo ambalo linaweza likatokea. Tatizo lingine tunasema ni kufanyaje? Contactor kupiga kelele, vibration, inakuwa inafanya vibration. Tatizo lingine ambalo linatokea hapa, tunasema contactor inakuwa ina vibrate. Inafunga lakini inakuwa inafanya vibration. Unasikia na ile kama vile inacheza. Sasa hii vibration ya contactor inasababishwa either coil voltage ikiwa inaingia na kutoka, voltage in out inakuwa kama vile inaingia na kutoka, umeona? Inapelekea contactor kuwa ina vibrate. Ya pili ni uchafu. Umeona? Coil inakuwa chafu. Coil ikiwa chafu, dust inapelekea either hizi terminals hazifungi vizuri. Umeona? Ndani ya contactor lazima uhakikishe ndani ni safi. Ndo umeona? Au ile iron core, kuna iron core iko ndani mule. Kuna iron core iko ndani ya contactor, ile iron core, iron ni safi. Sasa lazima usafishe endapo contactor inakuwa ina vibrate. Ikivibrate lazima uifungue ndani, alafu uisafishe, utoe uchafu. Unaona? Au loose connection, vibration ya contact inasababisha na loose connection, inapelekea hichi kitu. Sasa loose connection hapa itapelekea kutengeneza hiyo kitu kuwa contact yako inakuwa inapiga kelele. Ndio tatizo lingine hilo la contactor kuwa ina vibrate. Sasa lazima uangalie. Umeona? Apili ni hizi auxiliary contact zinaweza zikafeli. Hizi normal open, normal close. Lazima uangalie. Wakati haujaipa power, contactor haijafunga, huyu normal open atabakia normal open, huyu atabakia normal close. Ukiipa power A1 na A2, contactor kijifunga, huyu anakuwa normal close, huyu anakuwa normal open. Sasa lazima uangalie. Sasa kabla upime, uangalie normal open anasoma vipi, baada tena upime uangalie anasoma vipi. Hawa ndio wanaweza wakatengeneza tatizo hili, kwamba huyu akashindwa akaendelea kubakia normal close, huyu akaendelea kubakia normal open wakati power haipo. Kwa sababu hawa wanabadilishana baada ya contactor kufunga. Huyu ni normal open lakini baadaye atakuwa normal close, huyu ni normal open, normal close, baadaye atakuwa normal open baada ya kuipa power. Haya ni matatizo ambayo unatakiwa uyazingatie wakati unatumia contactor. Ya kwanza ni coil, contactor kushindwa kufunga kwa sababu ya coil. Ya pili
kutokea kwa nani mawasiliano main contact kupotea kwamba hizi terminal muona hazishikani. Muona kuna vibration, contact kupiga kelele. Hizi ni pointi ambazo unapaswa kuzingatia. So hizo ni vitu vya kuzingatia wakati unafanya troubleshooting ya contactor. Kwanza ni kucheki voltage ya kweli, kucheki uchafu ndani kama ina uchafu, alafu kucheki hizi normal open normal close kama ni nzima. Umeona ni vitu vya kuzingatia sana. So kwa hapa leo tuishie part 4 inaishia hapa. Kwa maana hiyo hayo ndio matatizo makubwa ya contactor ambayo unatakiwa uyafuatilie moja baada ya nyingine. So nakaribisha katika kipindi inayofuata matumizi ya contactor, namna gani ya kutumia contactor kwenye operation mbalimbali. Ndio part inayofuata, inaitwa part 5. Usikose. Hakikisha unamwalika na mwenzako kupata masomo haya. Part 5 tutaenda kuangalia namna ya kuitumia contactor kwenye matumizi mbalimbali. Welcome again.